uliomba, Mungu atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Unakumbuka Paulo na Sila, unakumbuka Petro wakiwa gerezani. Mungu aliwasaidia. Praise the Lord Jesus. Number 3. When God is on our side, no more anxiety of the present and the future. Mungu akiwa upande wetu, Mungu anapokuwa upande wetu, tunapata amani. Hakuna kufadhaika kwa hali ya sasa ama hali ya kesho. Wafilipi 4:6-7. We know how God has fought for us previously. So despite the situation, Mungu ametupigania hapa nyuma. Kwa hivyo hata hali iwe namna gani wakati huu, kwa sababu tuko sure kwamba Mungu ako upande wetu. Ninaomba kwamba tutulie katika miguu zake na tumwamini, kwa sababu tunajua, tuna ushuhuda kwamba alitupigania jana, akatupigania mwaka uliopita, akatupigania zile siku tulikuwa bado tunaitwa Juni. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huyo Mungu ni yule jana, leo na hata milele. Tafadhali ninaomba tusiingize baridi, tusiingie katika panic mode. Tutulie katika Bwana, kwa sababu yeye tu atatupatia amani. Number 4. When God is on our side, worse things can never happen to us. Still going to work, but God's purpose and intention for your life is different. So let us get hold of our faith and continue trusting in God. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema, Mungu wetu ni mwaminifu, Mungu wetu atatushikilia. Kama Mungu ako upande wetu, hakuna jambo litakalotushinda. Kama Mungu yu upande wetu, hakuna jambo litakalotulemea. Kama Mungu yu upande wetu, sisi ni zaidi ya washindi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuendelee kumtegemea Bwana, tuendelee kutulia miguuni pa Bwana, tuendelee kumtumikia Bwana, kwa sababu yeye ni mwaminifu. He has plans to restore even what we have lost. He will restore to us. He will give us joy. He will give us favor. And my prayer this year is that your year 2026 will be better than the other years. Praise the Lord Jesus. That God will restore opportunities that you have lost. That God will restore the joy that you have lost. That God
that the enemy has stolen from you. Praise the Lord Jesus. Ninaomba tusimame kwa miguu yetu. Kwa hiyo tumesikia neno hili kwa ufupi sana, lakini ninaomba kwamba neno hili likupatie nguvu, likutie nguvu tena. Kama wakati ulikuwa umedidimia, kama ulikuwa umeanza kugive up, Mungu akusaidie usimame kama shujaa, usimame kama Daudi. Useme hivi kama Bwana, kama sio wewe unayekuwa upande wangu, kama sio wewe Bwana uliyenisimamisha, kama sio wewe Bwana utakayenipiga, kama sio wewe Bwana utakayenielekeza, kama sio wewe Bwana utakayenipigania. Haleluya. Nataka tutumie dakika moja mbili, kila mtu ainue mikono yake juu, uambie Bwana, ninakushukuru Mungu, kwa maana kama sio wewe uliyenibeba umbali huu, mimi ningekuwa wapi? Kama sio wewe ulinipigania wakati maadui walisimama kinyume na mimi, wakataka niishe, niangamie, nikaona mbele sina tumaini, wewe Mungu kanisimamisha. Nimerudi kwako kusema asante. Kila mtu ainue mkono aseme na kinywa chake, Bwana, ninakushukuru maana wewe ni mwema. Asante, wewe ni mwaminifu Bwana. Ninataka kusikia kila mmoja akisema, Mungu wewe ni mwaminifu. Mungu ninakupenda. Usingoje kuimbiwa, kila mtu anasema, hata waimbaji. Tufungue midomo zetu, tuambie Mungu, Mungu wewe, kama sio wewe ulinibeba umbali huu, kama sio wewe ulinisaidia, kama sio wewe ulinisimamisha, Bwana wewe ulinisaidia. Mungu ulinitetea wakati wengine walilazwa wakabaki hospitalini. Bwana ulinisaidia nikatoka hospitali nikiwa mzima. Watoto wa watu wamekufia barabarani, watu wanatembea wanarudi wakiwa wazima. Bwana wewe ni mwaminifu. Mungu ninakushukuru. Bwana ninakutukuza. Wewe ni mwaminifu Yesu. Thank you Jesus. Tunakushukuru Bwana. Tunakupa sifa Bwana. Wewe ni wa ajabu. Atungekuwa washindi Bwana. Kwamba Bwana utatusaidia, utatupigania tena, utatusimamisha tena, utatuinua tena, utatupeleka mbele tena. Thank you Jesus. We give you praise. Asante Yesu, asante mfalme wa wafalme. Tunakupa sifa kwa sababu wewe ni wa ajabu. Wa ajabu Mungu wetu, wa ajabu mfalme, wa ajabu mtetezi wetu, wa ajabu kimbilio letu, wa ajabu ngome letu, wa ajabu mfalme mwema, wa ajabu msaidizi wetu. We give you praise. We worship your holy name. Thank you Jesus. We refuse to be discouraged. Tunakataa kudharauliwa, tunakataa kushushwa mioyo. Tunatarajia utusaidie Bwana. We give you glory, we honor you. Holy Spirit of God, help us. We worship you Jesus. Holy is your name. Thank you Jesus. Mighty is your name. Thank you Holy Spirit of God. We worship you. Thank you Jesus. Remember vile Mungu amekupigania kama familia yako. Mungu amesaidia kazi yako. Mungu amelinda biashara yako. Wengine washafunga biashara. Mungu amekusaidia mpendwa. Sema ni asante Mungu. Kama sio wewe uliyesimama na mimi Bwana, mimi ningekuwa wapi siku ya leo? Oh God, we worship you. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit of God. We worship you. We give you praise. Oh, you love us so much. God, you love us so much. Oh God, you love us so much. We love you too. We bless your holy name. Thank you Jesus. Hallelujah. Tukiwa katika hali hiyo, ninataka utafute nafasi, utafute sadaka mzuri, uishike katika mkono wako. Tunapoimba wimbo huu tukielekezwa na praise team, wimbo wa kuabudu, ninataka utafute sadaka mzuri.
ya kuambia Mungu kama sio wewe Bwana, ya kuambia Mungu kama sio wewe Mungu uliyesimama na mimi wakati maadui walisimama kunimaliza, ningekuwa wapi? Tafuta sadaka mzuri. Tunataka kutolea Bwana sadaka tunapomaliza ibada ya kwanza. Tafuta sadaka yako mzuri. Praise team watatupatia worship. Tuseme Mungu, kama sio wewe, kama sio wewe singekuwa hapa. Kama sio wewe Mungu uliyesimama na familia yangu, sijui ningekuwa wapi Bwana. Tukuje mbele tutolee Bwana sadaka kwa shukrani katika Zaburi 124. Mungu wangu, kama sio wewe uliyesimama pamoja na mimi wakati maadui walitaka kunimaliza, mimi ningekuwa wapi Mungu? Mimi ningekuwa wapi? Mimi ningekuwa wapi kama sio wewe Bwana ulisimamisha biashara yangu? Mimi ningekuwa wapi kama sio wewe ulitetea watoto wangu? Kama sio wewe umetetea kazi yangu Bwana, mimi ningekuwa wapi? Bwana, tunakushukuru. Thank you Jesus, we worship your name. Asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya hilo neno. Ningependa wote tulioketi tusimame, tuombee hilo neno, pia tuombee sadaka zetu. Amen. Tuamini, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunalihimidi na kulitukuza jina lako mara tena Bwana. Asante kwa sababu ya mtumishi wako ambaye Bwana umemtumikia kulileta neno lako, neno la nguvu, ambalo Bwana kwamba ukiwa katika upande wetu sisi ni zaidi ya washindi. Naomba Bwana neno hili likatutie nguvu kila wakati tunapotafakari Bwana. Tujue ya kwamba hatuko peke yetu, ila Bwana uko katikati, uko pamoja nasi. Hautatuacha Bwana tukagharikishwa, hautatuacha Bwana tukaangamizwa na hasira za maadui zetu Bwana, bali utatupigania katika jina la Yesu Kristo. Bariki wanao waliotembea madhabahuni hapa Bwana, wamekutolea sadaka zao. Naomba Bwana ukazikubali ziwe manukato kwako. Jina lako litukuzwe kwa kuwa Bwana utatutenda mema siku ya leo. Tuomba kwamba Bwana uwepo wako ukaandamane nasi katika mipango yetu na katika program zote za siku ya leo. Bwana pokea sifa kwa kuwa utatutendea mema, kwa Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. God bless you. As we are standing, praise and worship.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vile tunapoendelea kusimama hivyo, tuendelee kusimama, tusiketi tafadhali. Tusimame katika uwepo wa Bwana. Bwana amekuwa upande wetu. Ni nani aliye juu yetu? Ni nani ataenda kinyume na sisi? Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. 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 Kama Bwana amekuwa upande wako, leo hii kuna kila sababu ya kusimama mbele zake uweze kumwabudu. Ni nani Bwana amekuwa upande wake? Kama unaamini Bwana amekuwa upande wake, amekutoa mbali, uliyekuwa unaitwa majina, leo hii wanasema amebarikiwa. Uliyekuwa umedharauliwa, leo hii wanakusalimia kwa heshima. Leo hii Bwana amekutoa chini, amekuweka hapa, na baada ataendelea kukupandisha. Kwa nini tusimwabudu huyu Mungu? Kwa nini tusimuinue huyu Bwana? Yale matarajio ama maombi ulikuwa umemwambia ama umemwomba, Bwana ameyatimiza. Na kama hajayatimiza, Bwana ako katika hali ya kukufanikisha. Haleluya. Hebu tuende mbele za Mwenyezi Mungu asubuhi. Mwambie Bwana, kama sio wewe kwa upande wangu, kama sio wewe kunitetea mimi, kama sio wewe kunipigania, kama sio wewe Bwana kunitetea, adui zangu wangenimeza, adui zangu wangenichukulia, wangenichukua mbali. Kama sio wewe Bwana, kama sio neema yako, yani zaidi ya vile tunavyoomba Bwana anaweza kutenda, zaidi ambavyo tunavyomwabudu Bwana anaweza kutenda, zaidi ya vile tunavyopanga Bwana anaweza kukupangia zaidi, zaidi ya vile ambavyo tunavyomuomba Bwana anazidi. Haleluya. Zaidi ya vile niombavyo Bwana anaweza kutenda, 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 zaidi ya vile niomba, zaidi. Bwana anaweza kufanyia hata yale ambayo unaona hauwezi. niombavyo, Haleluya. Bwana anaweza Zaidi ya vile niomba, zaidi. Bwana anaweza Tuimbe zaidi ya vile niomba, huyu Yesu. Bwana anaweza Zaidi ya vile niomba, huyu Bwana anaweza kutenda zaidi ya vile niomba, Bwana anaweza tuimbe zaidi ya vile niomba, huyu Yesu. Bwana anaweza Zaidi ya vile niomba, Bwana anaweza. Bwana anaweza Yale matarajio niliyokuwa nayo Bwana ananiwezesha. anaweza kutenda Zaidi ya vile
wakati nilikuomba Bwana, ukatawale maisha yangu Bwana, umeyatawala. Wakati nilikuomba Bwana, unifanikishe. Leo hii Bwana, umenifanikisha. Unaweza kufanya zaidi, zaidi, zaidi. Bwana, unaweza kutenda zaidi na zaidi. Ninakutegemea Bwana, wewe. Nakutegemea Bwana. Wewe ndio unayefanya zaidi Bwana. Zaidi Bwana ya vile niombavyo. Yaani zaidi ya vile nitazamavyo. Zaidi ya vile nionavyo. Hebu mshukuru Bwana kwa sababu amefanya zaidi ya ile ulitarajia. Hebu mwambie Bwana ni asante kwa sababu umefanya. Ni asante tena utaendelea kufanya. Ni asante kwa sababu hautaniacha Bwana. Zaidi ya yote baki kuwa Mungu, Alfa na Omega, badiliki kamwe. Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe. Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu, Utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, kamwe. badiliki kamwe. Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu, Utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, Alfa na Omega. badiliki kamwe. Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu, Utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega. Alfa na Omega, Ubadiliki Yesu. badiliki kamwe. Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu, Utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega. Omega, badiliki kamwe. Nikitazama nyuma na mbele, naona ukuu wako. Nikitazama nyuma na mbele, Naona ukuu wako. nikitazama nyuma na mbele yangu Bwana. Nikitazama nyuma na upande wote Bwana. Nikitazama pande zote Bwana. Nikitazama nyuma na mbele. Zaidi ya yote Utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe. badiliki kamwe. Zaidi ya yote Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu. utabaki kuwa Mungu, Hebu tuweze kuinua mikono yetu tumwambie Bwana, Alfa na Omega. wewe ni zaidi ya miungu, wewe ni zaidi ya miungu, wewe ni zaidi ya wakuu wote.
kanisa hili unabaki kuitwa Mungu mkuu. Waumini wote tuseme Bwana anabaki kuwa Mungu mkuu katika maisha yetu. Yeye ni zaidi ya miungu, yeye ni zaidi ya watu wote ulimwengu, yeye ni zaidi ya wafalme wote. Bwana wewe ni zaidi ya yote. Haufananishi Bwana, hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Bwana. Mbingu na duniani wanakufahamu, ni wewe tu zaidi ya yote, ni zaidi ya wote, ni wewe Bwana. Wewe ni zaidi ya manukato, wewe ni zaidi, wewe ni zaidi ya manukato, wewe ni zaidi, wewe ni zaidi ya manukato, wewe ni zaidi, wewe ni zaidi ya manukato, wewe ni zaidi. Bwana wewe ni zaidi ya manukato, wewe ni zaidi ya vitu vyote vizuri ambavyo tuvitazamavyo. Inua sauti yako mwambie Yesu wewe ni zaidi ya manukato. Inua sauti yako mwambie wewe ni zaidi yale mambo ninayoyajua asubuhi ya leo. Wewe ni zaidi ya manukato asubuhi ya leo. Wewe ni zaidi ya zina ambavyo niko navyo asubuhi ya leo. Wewe ni zaidi ya mali ambayo nimemiliki duniani. Mungu wangu wewe ni zaidi ya kila jambo katika maisha yangu. Bwana tunakuabudu asubuhi ya leo. Mfalme tunaliinua jina lako asubuhi ya leo. Jehova tunaliheshimu jina lako tukisema wewe ni zaidi ya manukato. Wewe ni zaidi ya fikra zetu. Wewe ni zaidi mtakatifu. Wewe ni zaidi ya manukato. Wewe ni zaidi. Wewe ni zaidi ya manukato. Wewe ni zaidi. Mwambie
Tuinue mikono yetu kwa Bwana. Mwatevi Nyasaye ngayo etane tibirimbuate. Kiri hayo maneno na kinywa chako, mwambie Mungu wewe ni zaidi ya manukato. Wewe ni zaidi ya kila jambo katika maisha yetu. Haijalishi lile ambalo napitia asubuhi ya leo, Mungu wetu ni zaidi ya hayo mambo. He is more than what you are going through this morning. Inua sauti yako, mwambie Mungu wewe ni zaidi ya majaribu ambayo ninapitia asubuhi ya leo. Mwambie Mungu wewe ni zaidi ya magonjwa ambayo yananiandama asubuhi ya leo. Mwambie Mungu wewe ni zaidi ya amani ambayo nimekosa asubuhi ya leo. Inua sauti yako, mwambie Bwana wewe ni zaidi ya majaribu. Wewe ni zaidi ya machozi. Wewe ni zaidi ya kila jambo asubuhi ya leo. Come on. Inua sauti yako kwa Bwana. Asubuhi ya leo tumefunzwa neno kutoka kwa kitabu cha Zaburi 146 ya kwamba kama sio Mungu kuwa upande wetu, Israeli na iseme onye tali Nyasaye obeire nsemo yawe mambi ya bono na bokunyara goterena na gotebanga era ningaitane tibinde byonsi era ningaitane tia marwaire era ningaitane tio botaka boli mwanya bantu bako bakire. Mwambie Bwana wewe ni zaidi ya ile grade ambayo nilipata katika mtihani wangu. Mwambie wewe ni zaidi ya kila jambo asubuhi ya leo. Kama uninua sauti yako kwa Bwana, mwambie Yesu wewe ni zaidi. Wewe ni zaidi ya matarajio ya mwanadamu asubuhi ya leo. Wewe ni zaidi ya matarajio yangu asubuhi ya leo. Wewe ni zaidi ya machozi ambayo nimeyamwaga asubuhi ya leo. Wewe ni zaidi ya shida ambazo tunapitia asubuhi ya leo. Mungu wetu wewe ni zaidi ya yote Bwana. Wewe ni zaidi Yesu, wewe ni zaidi mfalme wa amani. Wewe ni zaidi mtakatifu wa watakatifu. Nani kama wewe asubuhi ya leo? Nani wa kulinganishwa na wema wako asubuhi ya leo? Nani wa kufananishwa na fadhili zako asubuhi ya leo? Biblia inasema ya kwamba upendo wako ni wa milele na hata milele. Tunashuhudia asubuhi ya leo ya kwamba upendo wako ni wa milele na hata milele. Asante mfalme wa amani kwa wema wako. Asante mtakatifu kwa wema wako. Asante muhime kwa wema wako. Umetudhihirishia asubuhi ya leo ya kwamba ni wewe umesimama nasi. Ni wewe umetuwezesha mfalme. Ni wewe umetupa kibali tena Bwana. Si kwa sababu tunastahili Jehova, si kwa sababu tuna uwezo mfalme, bali ni wewe umetusimamisha tena. Tuko hapa tunakiri ya kwamba wewe ni zaidi ya shida zetu. Wewe ni zaidi ya kuomboleza Bwana. Wewe ni zaidi ya kukataliwa Jehova. Wewe ni zaidi ya kutukanwa mtakatifu. Wewe ni zaidi ya yote asubuhi ya leo Bwana. Wewe ni zaidi ya Bwana, wewe ni zaidi. Wewe ni zaidi mfalme wa amani. Nani kama wewe asubuhi ya leo Bwana? Nani wa kulinganishwa na wema wako? Nani wa kulinganishwa na wema wako asubuhi ya leo Elohime? Unasema ya kwamba tukuita utatuitikia. Unasema ya kwamba tukutafute wewe unapatikana. Asubuhi ya leo tunakuita mfalme. Asubuhi ya leo tunakuita mtakatifu. Asubuhi ya leo tunainama miguuni pako Bwana. Tukisema ni wewe umetuleta umbali huu Bwana. Tukisema ni wewe umetupa afya umbali huu Bwana. Tukisema ni wewe umetupa neema umbali huu mtakatifu. Tukisema ni wewe umetupa kibali cha kusimama uweponi mwako tena Bwana. Asante Yesu. We worship you great God. We worship you our great God. Worthy are you Jehovah. Unasema tukae ndani yako
na maneno yako yawe ndani yetu, ya kwamba tutakapoomba chochote kwako Bwana, na wewe utatutendea Mfalme. Tumeomba kukaa ndani yako asubuhi ya leo, tumeomba kukaa ndani yako asubuhi ya leo Bwana, tumeomba maneno yako yawe vinywani mwetu Bwana, tumeomba maneno yako yawe vinywani mwetu Mfalme, ili tutakapokuomba Mtakatifu utatujibu. Ametenda maajabu, umetenda maajabu, umetenda maajabu, maajabu asubuhi ya leo, si kwa sababu tunastahili. Ni wewe umetenda maajabu maishani mwetu, umetupa uponyaji Bwana, umetenda maajabu, umetupa afya, umetenda maajabu. Kama unaamini Yesu ametenda maajabu maishani mwako, mwinulie sauti yako. Kama unaamini Yesu ametenda maajabu moyoni mwako, mwinulie sauti yako, mwambie Yesu umetenda. Mwambie Yesu umetenda. Mwambie Mfalme umetenda. Hata kama imechukua muda, Mfalme, siku ya leo umenitendea. Umetenda Yesu. Thank you, Jesus. Umetenda Mfalme. Thank you, Lord. Baba, katika jina la Yesu, Mfalme wa wafalme, tunakushukuru. Asante kwa wema wako asubuhi ya leo Bwana.
Asante kwa neema yako asubuhi ya leo Mfalme. Asante kwa kibali ambacho umetupa Mtakatifu. Asante kwa afya ambayo umetupa asubuhi ya leo Mfalme. Si kwa sababu tuna uwezo Mungu wetu, ni wewe ambao umetunemesha asubuhi ya leo Mtakatifu. Wacha tuinue mikono yetu kwa Bwana, tumwambie asante. Inua mikono yako, mwambie Yesu asante. Amelinda familia yako, mwambie asante. Amelinda watoto wako, mwambie asante. Amelinda biashara zako, mwambie Yesu asante. Mwambie Mfalme asante kwa wema wako asubuhi ya leo. Mwambie Jehova asante kwa neema yako asubuhi ya leo. Mwambie Elohim asante kwa kubali ambao amekuleta. Si kwa sababu una uwezo, ni Mungu amekuwezesha asubuhi ya leo. Lord, we thank you for your grace. Thank you for your grace upon our families this morning. Thank you for your love that is there forever and ever, oh God. Biamono Nyasaye, biamono eruoti abaruoti, biamono sobuye bwao. Biamono monene bwabanene ondetayonga bana Nyasaye. Ni wewe unastahili asubuhi ya leo Bwana. Unatosha Mfalme wa amani, hakuna kama wewe. Ni wewe Yesu. Asante maana Mungu umetutendea. Asante maana Mungu umetulinda. Asante Yesu. Asante maana Mungu umetuwezesha. Thank you Jesus. We worship you Lord. Baba, katika jina la Yesu, twakobakire Nyasaye. Twagotogira sobuya bwao. Biya mona asingenchaye kwa weneire butambi. Biya mona asingenchaye kiroyo mwito monene. Tunapoendelea kuketi uweponi mwako Bwana, tunaomba neema yako ikatosha katika maisha yetu. Maana ni kwa Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Amen. Asante sana praise and worship. Karibu kila mmoja katika nyumba ya Bwana tunapoenda kusikiza kutoka kwa Bwana siku ya leo. Naomba nilete matangazo machache. On 31st mwezi huu tutakuwa na center meeting huko Omogonchoro PAG Church on 31st mwezi huu wa Januari. Tutakuwa na center meeting pale Omogonchoro PAG Church kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 5:30 asubuhi. Kuanzia saa 2 hadi saa 5:30 za asubuhi, na wote kama kanisa tumealikwa. Hiyo siku the church choir itakuwa ina present wimbo juu ya shukrani kwa mwaka mpya. Na kama choir tumeulizwa kuanzia kesho tutaanza practice saa 10 hadi saa 11 jioni. Kesho Monday, Tuesday, Thursday and Friday tutamit hapa kanisani kama church choir ili tuweze kujitayarisha kwa ajili ya huo mkutano ambao utakuwa Omogonchoro. So choir members, tena tunakumbushwa kuanzia kesho Jumanne, Alhamisi na Ijumaa tuweze kufika hapa kanisani saa 10 tujifunze hadi saa 11 jioni. Tulikuwa na matanga na ninataka nichukue hii fursa kwa niaba ya board ya kanisa nishukuru members wote kwa ushirikiano ambao tulikuwa nao ili kuweza kufariji wenzetu. Kutoka kwa meza ya welfare
case number 2 ambayo ilikuwa ni mama Margaret Akunga, na case number 3 ambayo ilikuwa ni ya Monica Apostle. Wale ambao hatujatoa tumepewa hadi tarehe 20 ili tuweze kumaliza kutoa our share. Ndio tena tuanze kesi ya 4. Kesi ya 4 ni ya our welfare chair Madam Trusilla Atichi. Alimpoteza mama mpendwa, na kama paid up member tunafaa tuanze kutoa kama welfare, lakini tutaanza kutoa wakati kesi number 2 na number 3 tumemaliza, tukaifunga tarehe 20. Kwa hivyo tumeongezwa hizo masiku hadi tarehe 20 ili tuweze kukilia kesi number 2 and 3, tuanze kesi number 4. Leo baada ya ibada tutakusanya matunda ili tuweze kumtembelea mwenzetu our welfare chair kwao nyumbani, ili tuweze kumfariji. Na Margaret Akunga pamoja na Immaculate ambao walikuwa wamepoteza wapendwa wao wako pamoja na sisi. Tunashukuru Bwana kwa sababu amewapatia nguvu, wameweza kurudi ili tuweze kushiriki pamoja. Karibu sana Margaret, karibu sana Immaculate. Bethel Fellowship itakutana kwa Gladys Rabuto Jumatano ijayo. On Wednesday, Bethel Fellowship itakutana kwa Gladys Rabuto. On Sunday, baada ya ibada tutakuwa na Lord's Table. On Sunday tarehe 25 Januari tutakuwa na Lord's Table, na tunaulizwa tujitayarishe. Launch our fellowship lesson, na kama haujajipatia nakala, tuko na za English na pia tuko na za Ekegusi, ziko kwa meza ya Ashas hapo, utaipata na treasurer kwa shilingi 50. Nataka kushukuru Goshen Fellowship ambayo imekuwa on duty na inamaliza leo jioni. Kuanzia kesho asubuhi tutakuwa na Bethlehem Fellowship, ndio itaanza kesho asubuhi, na Apostles wa Bethlehem tutajipanga. Wale ambao hawajui kwa kina Madam Trusilla ni kama Gambo. Kwa hivyo tukimaliza ibada, tukisanya matunda, tutaelekea huko ili tuweze kumfariji. Tutapangwa vile tutaenda. Kufikia hapo, nataka ni mkaribishe Akunga pamoja na Immaculate watusalimie. Wakikuja, naomba pia our fellowship coordinator aweze kukuja nao mbele ili pia aweze kusema jambo. Karibu sana Margaret, Immaculate and coordinator. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Mjambo. Mimi nimesimama tu kwa jambo moja tu. Asante dada zetu kwa kurudi. Wacha Mungu awapatie neema ya kuwa strong. Nimesimama kwa jambo moja tu, washukuru nyote kanisa kwa sababu ya kusimama na wenzetu wakati walikuwa na msiba. Asante kwa sababu ya ule umoja tuliona kutoka kwa fellowships tofauti wakati ya sister Monica alimpoteza mtoto wake mpendwa. Tukapangana kuanzia siku ile ili jambo lilitokea, tukawa pamoja
mpaka likaisha vizuri. I cannot thank you enough. Apostles wenzangu, Mungu awabariki. Fellowship members, Mungu awabariki. Na kwa njia yoyote, ikiwa kwa sababu wakati maneno imetokea, we can rub shoulders. Ikiwa kwa njia moja au nyingine tulikosana mahali, tunaomba msamaha. Wacha Mungu awabariki. Na tunapoanza safari nyingine ya apostle mwenzetu ambaye ni chair wa BBF tena, tafadhali, kwanza aliwasalimia tulipoongea na yeye asubuhi, akaniambia mweke kwa maombi. Ako pale kwao, anaenda akirudi, kwa sababu pia hapa nyumbani hajawacha mtu, daktari hajakuja, na watoto walienda shule. Mweke kwa maombi, na kwa njia yoyote ameomba, tafadhali mfike karibu. Mungu awa rehemu nyote na watubariki. Asante dada zetu mnene. Mone na abakwe Yesu kwera ndiye kanisa mbuya mono amono bishop aba pastor baitu ekanisa ya chikwaya na members kubatenga mbuya mono asogo tusira ekatubwaterane togenda obwamo mbuya mono museseniwe. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana. Nachukua hii fursa kwa shukuru nyote kwa kuja kutufariji wakati nilimpoteza kakaangu mkubwa. Asante Bishop, Deacon na members wote na fellowship yangu ya Jordan. Mmekuwa familia njema sana kwangu. Bwana wabariki. Amen. Asante sana wenzetu, na Mungu aendelee kuwatia nguvu. Baptism class inaendelea. Baptism class inaendelea kwa ofisi ya Bishop kila asubuhi ya Jumapili kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 3. Wale tuliopata upatizo na tunafaa kuendelea na kujifunza, pamoja na wale pia tunahitaji kupatizwa, tunaulizwa kwamba tuweze kufika hiyo lesson ya Jumapili kila asubuhi saa 2 hadi saa 3 kwa ofisi ya Bishop. Anaachia matangazo hapo niweze kuleta choirs. Tutakuwa na kwaya 2. Nitaanza na wamama, tukimaliza wamama tunaingia kwa wazee. Wamama alafu wazee. Wamama karibu. All ladies karibu. Kuna mama amekaa karibu na wewe. Wamama wote tusonge mbele hadi wale tuko huko mbinguni pale. Tuteremuke chini. Karibu. Tunaimba namba 30, mwamba wenye imara.
Amen. Asante sana ladies. Solomon, karibu. Tukimaliza kazi tutavalishwa taji. Tukimaliza kazi tutavalishwa taji. Maliza kazi mkavalishwe taji. Kanisa maliza kazi mkavalishwe taji. Taji imewekwa tayari. Taji ya wazee imewekwa tayari. Taji ya kanisa imewekwa tayari. Naimba namba 100. Deni yangu ya dhambi Yesu ni ya dhambi. Deni yangu ya dhambi 3. Deni yangu ya dhambi Yesu amelipa wake msalabani, nilipewa uzima. Deni ya dhambi msalabani ilimalizikia. Bwana Yesu asema, mwanangu dhaifu, uwezo na ushindi patikana kwangu. Deni ya dhambi msalabani ilimalizikia. Ni huru kabisa. Bwana kweli naona uondoa ukoma, niwe kipya kiungu. Deni ya dhambi msalabani ilimalizikia. Ni huru kabisa. Sina wema moyoni, nidai neema. Nakubali kabisa kwa damu kusafishwa. Deni ya dhambi msalabani ilimalizikia. Ni huru kabisa.
dhambi msalabani, ili malizikia ni huru kabisa. Amen. Amen. Asante sana Solomon. Asante kwaya zetu za leo. Tupigie kwaya zetu makofi. Amen. Amen. Asante kwa kutubariki na nyimbo. Next week tutakuwa na Bethlehem Fellowship pamoja na Church Choir. Bethlehem Fellowship pamoja na Church Choir ndio watakao tubariki next Sunday. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kama wewe ni mgeni, ni siku yako ya kwanza kuingia Nyamataro PAG, unisalute hivi. Wageni, mgeni, amen, amen. Tujipigie makofi, sisi wote ni wageni. Bwana asifiwe. Amen. Ni wakati tunaenda kumtolea Bwana sadaka pamoja na saka. Nachukua hii fursa nikishukuru wale marafiki zetu ambao wanaendelea kutusikiza mitandaoni. Bwana awabariki na afikie matarajio yenu. Ikiwa ungependa kusupport kazi ya Bwana ama unataka kutoa your offering na hauna cash, tuko na till namba ya kanisa ambayo ni 3313888. Till namba ya kanisa 331388. Asante sana na karibu tuweze kumtolea Bwana sadaka zetu, our tithes and thanksgiving, our sacrifice. Karibu sana. Niwe baraka kwa wengine, nisiwe sababu ya yeyote kuanguka, nisiwe sababu kwa yeyote kulia. Naomba niwe baraka kwa wengine, niwe baraka kwa watu, nisiwe sababu yeyote kuanguka, nisiwe sababu yeyote kuanguka. Naomba niwe baraka kwa wengine,
ni baraka kukutana nami. Nisiwe sababu yeyote kuanguka. Nisiwe sababu yeyote kuanguka. Amen. Ningependa tena niwaulize tuinuke as we pray for our offerings. Amen. Tuombe. Baba, tunakushukuru tena. Tunasema ni asante kwa sababu ya umbali huu Bwana. Tumeona wema wako. Ulianza pamoja nasi Bwana na bado pamoja nasi. Asante kwa sababu ya nafasi kuu ambayo Bwana umetupa. Tumeshiriki katika ibada ya matoleo Bwana. Tumekutolea sadaka zetu, tumekutolea fungu zetu Bwana. Tumekutolea even our thanksgiving pia na matoleo mengine Bwana. Ombi letu asubuhi ya leo ni kwamba Bwana ukapokee sadaka zetu, zikakupendeze, ziwe manukato kwako Mungu. Na vile unavyosema ya kwamba Bwana tukujalipu katika matoleo, tumekujalipu leo. Bwana fungua marango ya mbingu, kila mmoja akapokee sehemu yake kwa utukufu wa jina lako Bwana. Tunakuamini ya kwamba Bwana lolote lile ambalo umeliahidi katika neno lako Bwana utalitimiza. Wagonjwa wakapokea uponyaji, wenye shida mbalimbali Bwana zikatatuliwe, na wanaokutumainia na kukutegemea kwa mambo mapya Bwana yakafanyike kwa ajili ya sadaka ama kupitia kwa sadaka hizi ambazo tumekutolea. Hata Bwana zitakapotumika kufanya kazi yako, naomba kwamba ukabariki kila mkono uliokutolea. Bariki biashara zetu, kazi zote za mikono yetu Bwana, mashamba pia na mimea na mifugo zetu katika jina la Yesu Kristo. Jina lako lishukuliwe na limidiwe milele kwa kuwa wewe ni Bwana. Kwa Yesu Kristo tumeomba tukiamini. God bless you. Amen. Praise and worship, karibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusimame. Kama uko na miguu Mungu amekubariki nayo, unaweza kusimama. Salimia jirani yako, mkaribishe katika ibada ya sifa. Mwambie tunaenda kumsifu Mungu. Yes. Haleluya. Amen. 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 Boyera sijaona ukisalimia jirani. Amen. Umkaribishe katika kusifu. Haleluya. Amen. Amen. Otogiwe Yahweh, otogiwe, 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 otogiwe Yahweh, otogiwe. Brief announcement ndio waendelee. Kuna mshirika wetu anaitwa Roda mgeni, ikiwa uko ndani. Kuna baba na kungoja huko kwa barabara, anahitaji ufunguo. Roda, kindly pelekea baba kwa ufunguo hapo kwa gate. Wapi shangwe na vigelegele? Aya, weka mikono yako juu hivi.
Ametenda makuu. Ametenda makuu. Aya shangwe na vigelegele. Aya tuweke mikono yote juu ya hewa. Kama unampenda Yesu, mikono ikae juu. Aya nataka tuone mikono ikae juu. Wewe kazangu mbona usiinue mikono yako ikae kwa hewa? Nione mikono kabisa kabisa. Shangwe na vigelegele. Aya turuke tu kidogo. Hebu ruka ukitetea Yesu, uko salama. Kama uko sawa tuende. Aya. Unarudi. Nataka tuone kidogo. Kila mmoja tuende. Tuende. Aya inua mkono wako namna hii tuende. Mikono ikaya. Shangwe na vigelegele. Winuliwe Bwana wa mabwana. Winuliwe umetenda mema. Winuliwe Bwana wa mabwana. Kila mmoja fungua kinywa chako. Winuliwe Bwana wa mabwana. Winuliwe umetenda mema. Winuliwe Bwana wa mabwana. Winuliwe Yesu. Nakuinua wewe Mungu wangu. Nakuinua umetenda mema. Winuliwe Bwana wa mabwana. Winuliwe umetenda mema. Baba umetenda mema. Baba umetenda mema. Aya weka mikono, umetenda mema. Kwa watoto umetenda mema. Yesu umetenda mema. Baba umetenda mema. Baba. 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 1, 2, 3, 4. Kila mmoja aenda mbele za Bwana, mwambie Mungu, hakika umetenda mema katika maisha yangu. Wewe umetenda mema. Wewe ni mkuu, mfalme. Tunalinua jina lako, tunasema ni asante mfalme. Hakuna aliye kama wewe, Simba wa Yuda. Kama si wewe hatungeweza kuwa hapa siku ya leo. Kama si wewe hatungeweza kufika hapa. Kama si wewe watoto wetu hawangekuwepo shuleni. Kama si wewe mfalme hatungekuwa salama. Kama si wewe miguu yangu ingenifikisha hapa. Ni wewe tu mfalme wa majeshi. Ni wewe tu Mungu usiyeshindwa. Tuweke hiyo mikono yetu tukimwambia Mungu wa majeshi, nilipi likushindalo wewe? Nilipi likushindalo Mungu wa majeshi? Mungu wa majeshi, nilipi likushindalo wewe? Mungu wa majeshi, nilipi likushindalo? Mungu wa majeshi, nilipi likushindalo wewe? Mungu wa majeshi, nilipi likushindalo? Mungu wa majeshi, Mungu wa majeshi, nilipi likushindalo wewe? Mungu wa majeshi, nilipi likushindalo? Mungu wa majeshi, Mungu
of Jesus. You are great. There's none like you today. Father, we thank you. Father, we bless you. You are great. There's none like you. We want to thank you, Lord. Father, as we hear your word, be with us. Bless each one of us, oh my good Lord, as we read your word. I thank you, I bless you, for we pray and trust in Jesus' mighty name. Pigia praise and worship makofi mazuri. Praise and worship. May God bless you for the wonderful way you have led us. We want to read the word of God. We want to read the word of God. Allow me read today from the book of 2nd Chronicles, chapter number 15. We read verse 1 to 4. I am saying 2nd Chronicles, chapter number 15, verse 1 to 4. And after reading that word, I will come up with my theme: spiritual reforms attracts God's victories in our lives. Spiritual reforms attracts God's victories in our lives. Let's read in Jesus' mighty name. Then the Spirit of God came upon Azariah, son of Oded, and he went out to meet King Asa as he was returning from the battle. Listen to me, Asa, he shouted. Listen, all you people of Judah and Benjamin. The Lord will stay with you as long as you stay with him. Wherever you seek him, you will find him. But if you abandon him, he will abandon you. For as long time Israel was without the true God, without a priest to teach them, and without God's law. Somayo. Omoiko Nyasaye ogacha igoro ya Asaria mosinto bwodedi. Era akagenda korotota Asa akamotebia. Aye Asa, na ino mwensi abayuda n'ababenjamini ntegerera moigwe. Omonene nigara mona inwe ekero inwe moramonere. Komoramo-rigie lirorio momonyore. Korende komoramo-tige lirorio nere n'abatige inwe. Asengaki entambe Abaisraeli tibarenge na Nyasaye bwekene. Na tibabwate omokwani orenge koborokereria. Na tibabwate amachiko. Korende ekero babete n'emechando bakairaneria omonene Nyasaye bwa Abaisraeli na komorigia na era akaba okonyorekana asebale. Baba, katika jina la Yesu, Yesu, asante kwa neno lako. Tunapo Tunapolitafsiri pamoja, tualika uwepo wako. Tusaidie Mungu wetu, liweze kutubarikia na lipate nafasi mioyoni mwetu. Nami ni mkarimani wangu, utusaidie Mungu wetu tunapolinena neno hilo kwa wapendwa. Na ni kwa jina la Yesu nimeomba na kila mtu aseme amen. Amen. Bwana asifiwe. Abakwe. Hebu nifungie mkono wako kama unaniona. Salimia Salimia mwenzako pia.
kwani oyino moramonere Inawezekana hata mwenzako hujamuona ni nani. na bekonyalekana toramanya ng'oyi moramonere nimo. Salimia yeye, mwambie mwaka ulianza kitambo. Mokwani motebi ng'omwaka igochagete kare. Mwaka ulianza kitambo. Omwaka igochagete kare. Wengine wametangulia, wengine wamebaki. Abande batanganira, abande batigaire. Wengine wameshuka. Abande bachire nse. Haleluya. Amen. Salamia yeye na nguvu kidogo. Mokwani ne chinguru wake. Aha. Asante. Miyamono. Mwambie ni 2026. Matebi ngoyo no mwaka 2026. The year of reforms. Oli omwaka bwogo nchorelia. Aha. Maandiko ambaye tumeyasoma amalika ya tuwasomile yanaongea juu ya mfalme Asha. Igago kwanera igoro yomoruoti okoro kwa Asa. Asa oyo. Ukisoma Biblia, ekerogo soma se Biblia. Yeye alikuwa ni mfalme wa Juda. Era no moruoti bwa Bayuda olenge. Na wakati alikuwa akiwa mfalme, nekana alengo moruoti. Biblia inaniambia, Biblia gontebiga. Kwa ufalme wake, inga asoboruoti bwaye, vitu zilikuwa zimeenda kando. Ebintu konyora byachire kombo. In fact, a lot of people were worshiping idols. Abantu abange nigo balenge gosasimeme wekano. And then because God is good, He used the prophet Isaiah so that to talk to King Asha. And then maybe Asha will bring some reforms so that these children of Israel, God will help them if they do the right things. That is why the Bible says that is the Spirit of God came as Azariah the son of Oded. He warned Asha, king of Judah, that sins will the sins they were doing, they will run down his kingdom. So the Bible says when Asha was told that, he did not refuse. He agreed, and then he called people together. In fact, the Bible says he called the people, his government. He called them together, and then they agreed on what reforms they will do, and then God will be with them again. The Bible says that when he called his people together, they agreed that there is reforms he was going to do. And you today, 2026, I want to talk and agree with you that if we must continue, if we have to worship the true God, there are things that we have to reform. When you read the Bible, let me take you back again kidogo. Let's read this. Let's read this so that you may understand what I'm saying. Verse 8. 15:8. When Asha heard this message from Azariah, the prophet, he took courage and removed all the idols in the land of Judah and Benjamin, and in the towns he had captured in in the hill country of Ephraim, and he repaired the altar of the Lord, which stood in front of the fire of the Lord's table. Ekerasa aiweta mangana obubani bwo dead akaba no boenenu akarusie megwekano yogo sasimwa okogeche koria korwa sense yonsi y'Abayuda n'aba Benjamin
na korwa asemeche yonsi eliakonye airire awasense yebitunwa by'Efraim naende akaroisie gesasimero kio monene awange n'enyomba yagachetwe bose bw'enyomba y'omonene. So that means eyeminetiga Asa himself as a king, asa omonyene buno omoruoti he agreed and he wanted to make some reforms. aganchirana naende agataka kokora amaonchoreri And today, na lero iga that is why I am coming with my topic, na kiekora nacha nekerenga kiane spiritual reforms ogoonchoreria gwake moika attracts God's victories in our lives. nigo gokong'usa obobui bwa nyasaye ase obogima bwao. Now, what are these idols? emegwekana eye iga yogosasima What are the idols in our lives? emegwekana eye iga yogosasima ase amagima aito nereri There are those things that we worship. ebinto mbire biri togosasima You can worship people. nabo ogosasima abantu You can worship money. nabo ogosasima chibesa You can worship power. nabo ogosasima You can worship your possessions. nabo ogosasima biri obwate. In fact, all those things ebinto ebiga byonsi pi which come between you and God, bigocha katikati yamo na when nyasaye you refuse to respond to God, ekero okwanga komoigwera and then nyasaye you see that those things you have, kwaroranga ebinto ebyobwate they're important in your spiritual life. igo biri ebyeng'encho mono kobwa obogima bwao bwake These moika are the idols I am saying. eye nere emegwekana ng'okwanera And during the regime of King Asa, ekero gy'okogamba kw'omoruoti Asa people turned to worship idols. abantu bagaonchoka bagachaka gosasima And then emegwekana the Spirit of God n'omoika nyasaye came to warn them. ogacha kobakurera And I stand here today. na inche rero natene I want to warn you. ntagete gogokurera Those things that we worship in our lives, ebinto biri togosasima ase obogima they will bwaitu take away, they will take your life from God. mbira obogima bwao korwa ase And nyasaye once you are removed from the life of God, nekero kwarusiwa ase obogima bwa then nyasaye that is all, that is now you have gone far from God. wachira hare korwa ase nyasaye And I want to talk to you today. ntagete gogokwanera iga rero This 2026, omwaka oyo igo 2026 there are things that we have to agree. ebinto mbira oro There are togwenerete things that we gwancherana have to reform. ebinto mbira oro The togwenerete church gwancherana of God must continue. ekanisa ya nyasaye goika When egenderere we agree to move around, ekero togwancherana when we agree to change other things. ekero togwancherana gonchereria Oh, hallelujah. omonene Am I talking to somebody? okwanera ndo omonto gose The Bible says this. bibiliya egoteba ayaiga The Bible says that when King Asa ebibiliya egoteba ng'ekero omoruoti Asa called the people, akarangeria abantu he made a covenant with them akarosia okobwata namo nabwo so that they seek God. digara bamorigie nyasaye They made sacrifices to the Lord. bakarwa ebing'wanso gogia ase nyasaye He agreed that anyone who refused bagancherana ng'onde bwensi pi orange to seek God komorigie nyasaye will be put to death. nigara abekwakwe In fact, if you go to chapter 15, verses 15, ekero okogenda ase ogesieri gia 15 if I can read for you there again, nte nsa gogosomera agwo all were happy about this covenant, for they had entered into with all their hearts. Eagerly they sought after God, and they found him, and the Lord gave them rest from their enemies on each side. abayuda bonsi bakaba n'omochenga ase emuuma eria bariete Yes. ekiagera nigo batiananetie n'echinkoro chiabo chionsi na bakarigia omonene ase okogania kwabo gwonsi Yes. omonene akanyorekana ase bare na Yes. akaba obotoereru ase chinsemo chiabo chionsi Bwana asifiwe. omonene aba When you agree to reform, ekero gwancherana when you gwonchereria agree to drop out the bad things against our God, ekero gwancherana gotuguta ebinto biri bikogenda mamincha na the nyasaye Bible says bibiliya egoteba iga that the Lord will give you rest. ng'omonene nakoa obotoereru I want to give you 3 or 4 things. ntagete gokoa ebinto bitatu gose bine iga The benefits that you get, obuya boria okonyora you as a believer, aye buna omwegeni when you make your spiritual
reforms even at your home. ekero okorosia amaonchereria ake moika nonya nase enka yao. When Asa did that, ekero asa akorete boigo, the Bible says bibilia goteba that the Lord gave them rest. omonene akabaha The obotoereru, Lord gave them peace. omonene akabaha omorembe. And I want to assure you today Na inche ntagete gokoenekeri that iga rero, once you reform ing'ekero and come gwaonchoreri back to the Lord, oicheche omoiranero omonene you will get peace even in your family. nonyora omorembe ase amate yao. You shall enjoy peace. mbwegokia omorembe. This is the peace oyo nora omorembe from God korwa ase nyasaye omonyene once you have left these other things. ekero gwatigire ebinto binde bionsi, Once you have left quarreling. ekero gwatigire eriomana. There are people here who are quarrelsome. abantu mbara abanjete eriomana, They are very negative. chingaki chionsi pi barabudigo barema minchi. Want to tell you today ndagete gogoteba iga rero that you have to change from there. konchorerie korwa ase When you become humble, ekero okoba omoitongo, when you run away from being quarrelsome, ekero ogotama korwa ase amang'ana ya eriomana, the Bible says ebibilia egoteba iga God will give you peace. nyasaye nakoa omorembe, You shall enjoy peace. nonyare gokwega Even in your family, nonye nase amate you yao will see peace. norora omorembe, The peace that God will bring. omorembe ori nyasaye omonyene harakorete. That is what you get eki nakio okonyora when you become humble ekero okoba and then you omoitebere refuse to be quarrelsome. orworora otiga amang'ana You refuse to yokonakuomana be negative. otige kona koba mamincha. Then, number one, you will enjoy the peace of the Lord. mbwegokia omorembe korwa ase nyasaye. Number two, namba ibere, you will enjoy God's protection. mbwegokeria oborendi bwa nyasaye. There will be that special protection from God. oborendi mbororo bweng'encho mono korwa ase nyasaye. God will always protect you nyasaye botambe from your nakorende enemies. korwa ase ababisa The bao. Bible tells me bibilia egonteba iga when Asher ekero asha and the East Kingdom, amono aboruoti they bwaye agreed to reform, banchiranete gonchoreria even those enemies nonye n'ababisa bali babo who are against them, bali barenge mamincha who are yabo, against the kingdom of Asher. bali barenge mamincha y'oboruoti bwa asa. The Lord protected them. omonene akabalinda. So you will enjoy protection mbwegokeria oborendi bwa from our nyasaye God korwa ase nyasaye oito when you agree to reform. ekero ogwanchirana gonchoreria. Number three, namba isato, you will always be victorious. botambe nigora ab'omobui. Whatever you start, kende gionsi pia ogochaka whatever project you start, project ende yonsi pia orachaka whatever you do, kende gionsi pia you shall be victorious. oikoba omobui. That is not your victory. obobui obuti bori obwao. It is God's victory obobui obu nobwa when nyasaye. you have agreed to reform. ekero gwanchiranire gonchoreria. Oh, hallelujah. amen. Am I talking to you? ngogokwanera That ande you gose. shall see victory ing'ana orora obobui in whatever you do. ase kende gionsi pike You shall ogokora. see victory norora obobui in any project you do ase kende gionsi pia when you orakora. agree to follow God ekero gwanchiranire and omobui do ati the right nyasaye thing. nande okore egento keria ekeronge. When you read the Bible, ekero gosoma ebibilia in Asher's kingdom, ase oboruoti bwa asa there was a grandmother. omong'ina narenge ororo orenge magokoro. And this grandmother n'omong'ina oyo iga magokoro. was everything in Asher's kingdom. iga arenge kere egento ase oboruoti bwa asa. The Bible says bibilia egoteba that grandmother ing'o omong'ina oyo iga omogotu and some of the magokoro. family members, oyo omo bwa abantu b'efamily they had raised up shrines. konyora bagachire ebisasimero. These shrines, ebisasimero ebiga. but when Asher agreed to demolish them, korende ekero asha anchiranete kobitagora. the Bible says bibilia egoteba even that grandmother was removed nonye nakang'ina kari gakarusigwa from her position. korwa ase ribaga ririkaire. That is when God came into Asher's kingdom. nari nyasaye achete ase oboruoti bwa asa. So Asher ase igo asha
started to experience victory even to their enemies. agachaka korora obubui korwa nonye nase ababisa baye Even you as a person, nonye naye buno omonto when you agree to reform, ekero gwanchera nago when you agree to drop out, ekero gwanchera nago tugute ebinto biri when you agree to follow God, ekero gwanchera nago mubwati nyasaye when you agree to leave your witchcraft, ekero gwanchera nago tigo abarogi bwao sometimes chinga kichinde when we say about witchcraft, ekero tokokwana igoro y'abarogi people think that it is those night runners. abantu bakobwaga n'abantu bali bakomonyoka butuko That is one of them. you know abuna abamo babo But there are a lot of people, abantu mbarorora abange they practice witchcraft. bakuna kogenderera soborogime When you get the young kids they carry, ekero konyora abana abasininiga babogoretie they have something here. babosiberanitie bite That is witchcraft. obu n'aborogi Hallelujah. amen Hapo nafikiria nimeongea mbaya kidogo. abona nakwanire bobe igoro ya mauga Hapa nimeongea mbaya kidogo. mauga yechincho kubona Lakini hiyo ni uchawi. kolendo obu n'aborogi Sababu ukiweka hiyo kiti hapo, ekero bigetaga takuga hiyo ni uchawi umeambiwa. obu n'aborogi gwatebi Hallelujah. amen Toa hiyo. to karusie bintu ebyo Ita Mwenyezi Mungu. ngeli nyasaye Na atatetea huyo mtoto. Na atatetea familia yako. Na utaendelea kuona mkono wa Mungu juu yako. nogenderere korora okoboko kwa nyasaye igoro yaye That is Asher, he did that. oyina Asha ali akorete And the Bible says Biblia goteba that when he did that, ekero akorete boigo when he responded, ekero akora boigo he destroyed all the idols. agasaria ebisasimero byonsi byemegwekano If you can practically read verse 8. oisagosoma isana isato Let's read there again. ekero asa aigwete He amang'ano took and removed all the idols in the land of Judah. akarusia emegwekano yonsi yogosasima So when you are going to remove all the idols that you worship, ekero gochikorusia emegwekano yogosasima yonsi pia yogosasima hallelujah. yes You will start experiencing God's victories. no chake korora obobui bwa nyasaye That is what you get when you do that in Jesus' mighty name. ekina kiokonyora ekero okora yase riedera Kristo Yesu The Bible says also, Biblia goteba naende you get God's rest from all your enemies. igo okonyora obotoereri bwa nyasaye korwa ase ababisa bao bonsi When you get rest, ekero okonyora obotoereri gose when we ogotimoka talk about rest, ekero ogoikera ogotimoka gose it is ogata that obotoereri God will bring that rest to your family nyasaye nero orareta ogotimoka okwo ase wherever you are, andonsi pia sole and the things will look good in Jesus' mighty nebinto name. mbirorekane buya ase riedera Yesu I was talking about idols. igo narenge gokwanera igoro yemegwekano yogosasima Read with me Daniel chapter number 3, oisa gosoma Danieli isato 3:1. Danieli isata yemo The Bible says, Biblia goteba iga King Nebuchadnezzar made a statue, and then he said that everybody must worship that. Soma hiyo kikisi tafadhali. Nebukadnesaro Yes. omoruoti akarosia omogwekano korwa ase ethaabu obotambe bw'omogwekano oria nigo bwarenge obw'amaboko 50 na obogare bwaye obw'amaboko 51 akayotenenia ase ensa omweya ya dura agwa ase orogongo rwa Babel. Endelea kidogo. Eliomoruoti Nebukadnesaro agatoma abantu basangereriamo abagambia banene boboruoti bwaye n'abagambi b'ekingongo kyaye n'abagavuna n'abasemia n'abagachi b'ekikungo n'abagambi ebina n'abamanyi b'amakiiko n'abanene bande bonsi boboruoti bwaye abo bonsi nigo barangeretigwe ase ogwatanana na gosesenia omogwekano ori Nebukadnesaro omoruoti konyatenenirie
eri abagambi baria abanene n'abagambi b'ekingongo Yes. n'abagavuna n'abasemya n'abagaaki b'ekikungo n'abagambi ebiina n'abamanyi b'amakiiko Yes. n'abanene bande bonsi b'ensi eria bagaacha guhatanana na gosemia na gosesenia omogwekano oria omoruoti Nebukadnesaro konya atenenirie. Wachia tu hivyo. What I wanted to say is this. Ekinata getoko kuona neke. King Nebuchadnezzar, Nebukadnesaro yeye alitengeneza mfano wake. Era karosio mogwekano yebwo. The Bible says Biblia goteba that everybody in his kingdom kero monta asoboruoti bwaye was supposed to bow to that statue. Niga gwenerete gwekumba ase omogwekano oria. And if you refused, na andonya kware kwanga, you will see what to do. Igo kwarenga kororanga nkyo gokoreru. It is like Museveni's country. Igenga bunense eri ya Museveni. If you joke around, onye toliko kumwanjerana. Bwana asifiwe. Manena abago. You are kidnapped from home. Igo konyora kwata boligu korunka. And then that is what Nebuchadnezzar did also. Ajina ro Nebukadnesar akolete. People were so much afraid. Abantu bakamuobo amono. The Bible says Biblia goteba that if you could hear a horn, onye kuarenge koigwe getureri, you could hear a harp, na onye kuarenge koigwe obokano, you could bow and dance to that statue. Igo kuarenge kobwata otengere omogwekano oria. Bwana asifiwe. Omonena abago. These are now the things that we are saying. Ebinabye ebintu ebigato gukwana. The things that we worship. Ebintu mbire togo sasima. The things that we are forced to worship. Ebintu mbire togo betereri go sasima. But I want to ask you. Kolende ntagetego koboliga. But the Bible tells me again. Kolende Biblia gontebiga na. That the three young boys. Ingaba murabali batata abake. Meshach, Abednego, and Shadrach. Shadrach, Meshach na Abednego. They refused. Barabu bakanga pi. Now these are the boys that I want you to be. Abanabu abasai balinta getayobe. This year 2026. Omwaka oyo igo 2026. We have to run away from worshiping idols. Tuatamire korwa soko sasime megwekano. And if you do that, na andonya gokora boigo, you shall experience you shall experience God's blessings. You will walk out victorious. You shall get protection from God. You shall always be victorious. This is what we are saying this year. As a church this year, we have to run away from the worshipping of idols, from things that has led us astray. Then we start enjoying God's protection. When you get God's protection, how do I tell you? Even if you don't eat anything, you just become fat because you are at peace, because everything is just good. This year 2026, God is calling us to redirect our course. God is calling us to redirect our course, to follow Him. Even if it means going against other people or against other things. And then that is the way forward we have to go this year. God is calling us to destroy idols in our lives. When you destroy them, and then you make God's altar, when you crush them and then you burn everything, when you crush them and burn them,
our lives will start. gokobiata orwororo bitindeke obogima bwaitu goika bonchoreri. Aha, thank you. Hey, that is what I want us to do this year. In Ekina kinta 2026. getetokora so mwaka oyo iga. God is a forgiving God. Nyasaye gale nyasaye bwokware. No matter how deep our strains in sin are, Teriko buhati nganga kikonyora tu abeira abanyabibaba angania. He is ready to accept us. Era ni garange gotuanche. So long as you agree. Kugicha tuancherane. When you agree, Ekero wancherana. oh hallelujah. Amen. Read with me Isaiah 1:18. Nsomere. Yatasome Isaiah ya moi 19 Hey, let's read there. The Bible is saying this. Come now, let us argue this one out. The Lord is with us. It does not matter how deep your stains are of sins. I will remove it. Isaiah 1, chapter 1, 18. Isaiah ya moi 19 egoteba. Yes. Omonene ni gagoteba iga. The Lord is saying this. Inchu togambirane. Come, come, my brother and my sister. Nonye bibe byaino bya balirire. Even if your sins, even if you are worshiping idols, Bisibi we He will clean them again this year. Bisibi we birabese. Oh, hallelujah. Bibuna magene mbura. No. The Lord will clean everything that you are dirt, everything. He will make you clean again. He will make you fresh. This is what we are saying. 2026. Aso mwako yoga 2026. Oh, hallelujah. Yes. When Asher agreed, Ekero Asher ancheranete. then the Bible says Biblia goteba. he enjoyed protection from him. Akagoki akegokeria obolendi bwa Nyasaye. Then the Bible now is saying, Biblia manya goteba iga. come now, let us argue them out. Inchu togambirane. It does not matter how deep the stains of your sins. Teriko bwati ebibe byawo ngakibya balirira ngane. Come, let us do something. Inchu tokole gento. Let us reason together. Inchu togambirane. If you come to the Lord, Oisego chan oasomonene. there is no sin Kebeti keyo. which is so serious that he cannot remove. Kere kanene mono Nyasaye arusi. The Bible says Biblia goteba. that he will wash us. Ingana to sibie. He will make us clean again. Na tokole to baba rabusi. How do I pray this year again? Kingo saba so mwako. May God make you clean. May God walk with you and you be clean. May God change your life again so that you start walking a clean life. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. When you read the book of Ezekiel 36:25, the Bible says, then I will sprinkle clean water on you. If you can read there, so that soma tu ndio tusikizane. That is Ezekiel 36:25. Yes. Yes. Nimba nyorokererie amacha makenonoku. Na inwe mocheneke koruase ogotacheneka kwa ino wons. Na koruase emegwekano ya ino mogo sasima. Nimba chene. Yes. Nimba echinkoro chinyia. Nambe ikomo yeime ya ino. Nindu usie koruase mebere ya ino. Yes. Chinkore echo chire chinkongu buna ligena. Na ende mbae chire chinyororo buna chinyama. Bwana asifiwe. Amen. The Bible is saying this, that this year 2026, may the Lord sprinkle clean water in your life. Oh, hallelujah. Amen. Hey, this 2026, may the Lord sprinkle clean water in your life. May the Lord wash your filthy. May the Lord
give you a new heart. nyasaye akoe enkore enyia. May the Lord give you new desires. nyasaye akokogania okoyia. May the Lord give you a new spirit. nyasaye akomoika omoyia. May the Lord give you remove your stony heart. nyasaye arusie enkore eria enkong'upa. And then he puts to you an obedient heart. akoe enkoro yoboigweri. So that the spirit will obey. irigere omoika oigwere. How do I talk to you today? makingo gokwanera That igarero. this year, ing'o omwaka oyo iga. the Lord is promising nyasaye orireira. that he is removing your difficult heart. ing'ana arusie enkore iya enkong'upa. He will give you a new spirit. nakomoika omoyia. He will give you new energy. nakoe amang'ana amayia. When you agree to reform, ekero gwanchirana gwonchiria. Asha did that. asa agakora boigo. And if you do that this year, naende onye gogokora igo ase omwaka want to oyo. assure you in Jesus' mighty ntagete name, gokoenekeria ase erietho ria kristo yesu. it shall be well. nebe buya It asori. shall be well. nebe buya asori. It shall be well. nebe buya Oh, asori. hallelujah. amen. It shall be well. nebe buya asori. Itakuwa vizuri mwaka huu katika jina la Yesu. omwaka oyo ase erietho ria yesu. Mungu akupe tena akujenge upya. nyasaye akuagacha Mungu naende. tena akupe nguvu ipya. nyasaye akoe Mungu chiguru tena chinya atembee naende. na wewe. nyasaye ataramo naye naende. Akuondolee that stony heart. akoruseria enkore eria Kuna wale yogoka. watu wako na vitu, yani unapata yeye ni mgumu sana hata abantu kusikia. barokonyora ng'a nabakong'upiko igwa. May God remove that in Jesus' mighty nyasaye name. arusie ase erietho ria kristo yesu. Akupatie tena uzima mpya. akobogima oboyina Unapoanza naende. mwaka huu, gogochaka omwaka oyo. utembee katika jina la Yesu. otare ase erietho ria yesu. Utembee kama shujaa. otare buna esuja. Utembee ukibarikiwa. otare Tembea gogoseseniwa. ukibarikiwa. otenene gogoseseniwa. Tembea biashara yako inuke. ebiashara byao bimokerere Tembea igoro. watoto wako wainuke. tara abana bao baimokerere Tembea igoro. ugonjwa utoke. tara oborua Tembea bogoro. katika jina la Yesu. tara ase erietho ria Oh, yesu. hallelujah. amen. Mwaka huu omwaka oyo hatutakuwa watu wa nyuma. titoko babantu Na bamaiga. kuombea utembee. natsabiro Na kuombea ng'otare. uendelee. natsabiro Oh, genderere. hallelujah. ogenderera ase erietho Mungu ria yesu. akubariki katika jina la Yesu. okong'ana agosesenia ase erietho ria yesu. Ukubali tuondoe yale mabaya yametushika. anchera natoruosia aria amabe Kuna atosigete. vitu vimetukwamisha. ebinto mbire byagarire tokwamete. Kuna mahali umekwama. ase naro okwamete. Mungu akuondoe hapo. nyasaye akorusia roro. Uendelee katika jina la ogenderera Yesu. ase erietho ria yesu. Wale watoto wetu wamekwama. ase ase abana baito bakwamire. Mungu atuondolee katika nyasaye jina la Yesu. abarusia ase erietho ria yesu. Watoto wetu wabarikiwe. abana baito baseseniwe. Na sisi tufurahi katika jina la Yesu. naitutwegokia ase erietho ria yesu. Walk as a Christian bona buno omukristo. mwenye anajua anaenda wapi. tara buno omukristo omanyete ng'ang'a Mwaka yagochi. huu ni mwaka wa kubarikiwa. omwaka oyo nomwaka Ni bwogoseseniwa. mwaka wa kutoa yale mabaya. omwaka bwokorusia aria amabe. Asha alifanya hivi. asana bakorete igo. Alikuwa na mama hapo yenye alikuwa kama one of the ministers. abwate omong'ina oro orenge buno oyomo Huyu bwabakore. mama ndiye alikuwa wa kusema. omong'ina oyo nega ore gokwana onsi. Akisema umefutwa kazi, gagoteba ng'a kwabutirwe emeremo. wewe unaambiwa aenda. ayo ogotebiwa ng'agenda. Akisema mshahara ulipi mwaka huu, gagoteba ng'a omwaka oyo tori gwakarwa omoshahara. wewe unaenda ufanya kazi ayo pia. igo okogenda otokore emeremo Lakini tobwate omoshahara. wakati Roho wa Mungu alimuongeresha, korende ekero omoiko nyasaye okwanerete asha. yeye alikubali tena, akaondoa huyo mama, aganchera nakarusia akang'ina kario. akamwambia mami, akamotebi ng'a akang'ina pack mamami. your things and go. ebinto byao biro The byake Spirit of God has refused. nyasaye bwangire. omoiko Hallelujah. nyasaye bwangire. Vitu, kuna vile vitu Roho wa Mungu anakataa. ebinto mbire omoiko nyasaye okwanga pi. Wacha Mungu akuongereshe. tiga nyasaye Uone gokwana. yale mabaya, orora aria amabe. uyaondoe katika jina la Yesu, Oyarusia ase erietho ria yesu. na utaona baraka vile zitakuja. norore bunana kia Utaona amaseseni vile mji agocha. wako wote utakuja. norore buna amaseseni Utaona agocha. kama hata shamba yako norore ng'ang'a kinonya n'omogondo. itakuwa na mahindi kubwa kama hivi. orabe n'ebitume ebiya ase erietho ria yesu. Bwana asifiwe. amen. Mungu awabariki hata ng'ombe ikuwe na maziwa mingi. nyasaye asesenie ng'ombe ebe n'amabere amangi. Sio ile kang'ombe ukianza kukamua taria karioko nako bwing'ati. unasikia sauti ya garani.
Oko iwe sauti ye gara ni elioko kamera. Ukiveka hivi. Goko kunaiga. Unasikia gara nikilia chi. Kwa iwe ngati. Wacha akubariki. Tiganya sago seseni. Oiwe wa. Oh, hallelujah. Yani goko kamera. Inaenda raha. Ewa. Katika jina la nani? Elia Yesu. Oh, hallelujah. Sema Bwana Dago kiriza ato munwa aye we. Sikiza. Mwaka huu ni mwaka wa kufanya nini? Ni mwaka wa kubarikiwa. Toka hakubali huko. Tumeandamwa na leo ninakataa. We have to reform. We have to reform. Oh, hallelujah. Amen. Ninapokumalizia. Hallelujah. Amen. Cha mwisho ni hii. Cha mwisho ni hii. The book of Samuel. 2 Samuel. Chapter 23:2. If we read there. The Bible says, the Spirit of the Lord speaks through me. His words are upon my tongue. The Lord, the God of Israel spoke. Some of you? 2 Samuel chapter 23:2. Samuel ya kabere meronge bere na isato ibere yagoteba. Yes. Omoika bwo monene ogakwana goetera asende. Hey, the Spirit of God. Iyo iliongea kutoka kwa Daudi. Lingana liaye ni igorire asomo nuone. Yes. Nyasaye bwa Abaisiraeli okwanire. Ero yore getale kia Abaisiraeli ontebirie. Yes. Oyo okogambera abantu asoboronge. Oyo okogambera okoiroka Nyasaye. Bwana asifiwe. Amen. I am saying this. May the Spirit of the Lord speak to you 2026. Kubali hiyo roho ya Mungu akuongeleshe. Hallelujah. Amen. Kubali roho ya Mungu afanya nini? Akuongeleshe katika jina la Yesu. Amen. Kubali. May the Spirit of God change you. This 2026. May the Spirit give you strength as you continue in 2026. Oh, hallelujah. Amen. Wacha kulegea katika jina la Yesu. Hey, igwa, listen. Nataka uamuke. Mwaka huu unaamuka. Ambia huyo bwana amuke. Ambia huyo mwenzako amuke. Amuka katika jina la Yesu. Mwaka huu tunahitaji baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. God has to give us his favor. Let us agree to reform. When you reform, that it attracts God's victories in your life. How do I talk to you this year? As I ask you to stand up. As I ask you to stand up. Anataka ujue mwaka huu ni mwaka tunataka Mungu atubariki. Wacha kujiona uwezi. Kuna wakati nilikataa the mentality of down to of seeing yourself that you are a grasshopper. There is a time that you have to come out. May the mentality of a grasshopper run away from you. Oh, hallelujah. Amen. Kuna wale watu wanasema, oh, pastor. Gakiti ngonyara. Oh, pastor. Najito mchio mutaka. Oh, pastor. Oh, musacho yokuwa ngete. Morosi asiyetalia Yesu. Katika jina la Yesu. Oh, hallelujah. Amen. Rosia kaka kukao. Tengeneza huyo mzee wako. Na rosio mungino yo. Tengeneza huyo bibi yako. Igwa. Tegerera. Mwaka huyo. Mwaka huu. Rosia kanga inaka. Tengeneza huyo
bibi yako. Amacheza ile gozo ndio bwate. Wacha huo mchezo ulio nao. Hallelujah. Amen. We have to move as a church. In Jesus' mighty name. Nataka uombe kidogo. Talk to your God. Talk to your God. Talk to your God. Is a forgiving God. Is a God who listens. He did it to Asha. He will do it to you. Ongea na Mungu wako. Huyu Mungu yeye ni mwaminifu. Huyu Mungu yeye ni mkuu. Huyu Mungu yeye anaweza. Huyu Mungu hakuna jambo ambaye umelileta kwake hawezi kufanya. He's a God who listens. He's a God who is attracted when you reform. He's a God who is attracted when you come to him the way you are. How do I talk to you today? That we have to call our God and let us run to him the way we are. Baba, katika jina la Yesu, asante sababu wewe ni mwaminifu. Asante sababu mwaka huu hautatuacha katika jina la Yesu. Utatuinua katika jina lako. Utatembea na sisi mwaka huu. Utatushingira. Utatuondolea visirani vyote. Na utatubarikisha katika jina la Yesu. Hallelujah. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neno lako. Mungu, mwaka huu maandiko yametuambia Baba ulisaidia Asha wakati alishughulikia akaondoa vile vitu vilikuwa vinamkwamisha. Na sisi Mungu wetu mwaka huu kama kanisa la Nyamataro, Baba tumekubali Mungu wetu, we shall reform. We shall walk with you. We shall remove anything which makes us to astray without your word. Be with us, my Father. Take care of us, oh good Lord. Asante kwa makuu utajatenda. Wewe ni Mungu mkuu. Wewe ni Mungu mwaminifu. Tusaidie mwaka huu ili Baba tupate nafasi ya kukuambia asante. Wacha jina lako litukuzwe. Utukufu kurudie sababu wewe ni Mungu waweza. Ni kwa jina la Yesu tumeomba. Na kila mtu aseme amen. Amen. Aha. Nataka niwaachie hapo. May God bless you. May God be with you. Asante Deacon kindly. Tuliambiwa tutatoa matunda. Asante Bishop. Can we appreciate our Bishop anapoenda kukaa? Tumie makofi mazuri. Asante. Thank you. Mungu wetu ni mwema. Na vile tumefundishwa, there are some benefits ambao tutapata when we accept to reform in the year 2026. Kindly. Sorry. Kuna mtoto hapa tulikuwa tunamuombea. Na kuna mtoto hapa tulikuwa tunamuombea. Kindly kwa dakika chache hivi. Nilikuwa nimesahau. Tulikuwa tumemuandaa. Kuna mtoto yule tulikuwa tunamuombea, mama director. Ulikuwa umeniwachilia mama director. Kuna mtoto hapa tunamuombea. Blessed Tabitha Wosiburi. Mtoto wa Arifan Matara. And then mama yake ni Ruth Nyanchama. Kindly mulete huyo mtoto hapa. Mlete huyo mtoto hapa. Kindly. Thank you. Kindly. Mtoto huyo Blessed Tabitha Wosibori. Leta mtoto huyo hapa.
leta mtoto huyo hapa. Tukamwombee. Huyu ni mtoto wa nguvu. Huyu mtoto wa nguvu. Huyu ni mtoto wa nguvu. Huyu ni mtoto wa nguvu. Leta huyo mtoto. Leta huyo mtoto. Kabla sijamwombea, nataka nisome maandiko haya. The book of Matthew. The book of Matthew. Chapter number 19:13. Wacha nisome katika jina la Yesu. The book of Matthew, chapter number 19:13. Some children were brought to Jesus so he could lay his hands on them and pray for them. The disciples told them not to bother him, but Jesus said, "Let children come to me. Don't stop them, for the kingdom of heaven belongs to such of this." And he put his hands on their heads and blessed them before he left. Bwana asifiwe. Nilisema patia huyo mic. Nani yule? Mic moja tafadhali. Mic kindly. Mic kindly. Taka mugeuke tu kidogo. Geuka tu kidogo. Aha. Anzia mama director. Bwana Yesu asifiwe. Nimeshika baraka za mwaka huu za kwanza mkononi. Wacha Mungu abariki. Blessings. No that wao waache kwanza. Iko maswali watanijibu hapa kwanza. Tusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumebarikiwa kutoka Gosheni Fellowship. Asante. Tuambie jina yako alafu unigeukie. Habari kanisa. Ni kwa majina Epifan Makoli Matala. Hallelujah. Bwana ni chinguru dada tokonya bwana. Okay. Bwana nayo muntu munene ga batogonyere batebinga nore ga igato bwateri di mwana ga to sabira serie tari ya Yesu. Okay. Chombe nchira tata aye. Tokonya bwana. Okay. Epifan Makoli Matala. Bifon Makoli Matala. Matala. Kai mungina nerato. Arato tebi yangu. Totebi anga aga sweet banana akunga kigakoro. Kwa majina naitwa Ruth Nyanchama Matala. Bwanangu. Bwana ngero huyo. Aye Bifon. Umwana oyo mbwanje teto musabire. Pastor ninganchita musabire. No mulende nando mukini ne chinjira cheke Kristo. Ni mulende nakumukini ne chinjira cheke Kristo. Gakobaga nache nale tu Sunday school. Nale. Tingonyora kwa mwili otero na. Aya. Wancheranire inga nale ndo mwana oyo na moleta nonya Sunday school na mukini ga takumuiro teruna. Mongina nayo. Mongina. Mwana we gwanjire tumusabire. Kabisa nakikiagera na moreta wika. No mulende na ndo mukini kabisa. Kabisa na nsambwa. No chomo echanga. Mbiko nyari kana siri tari ya Yesu. Mbiko nyari kana. No nganya nere. Ngingo nganyira ne. Hallelujah. Kanire tari okoraki. Aganta kana gaita tata chombe chine cheita serie tari yango. Ya Yesu. Leo hii ninaombea mtoto huyu Blessed Tabitha Busibori Bifon
Matara ni baba na mama Ruth Nyanchama. Na kwa kukubali kwao na kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na kwa mamlaka nimepewa kwa kuombea watoto, leo mtoto huyu nimemshika tukamuombee na mbele ya kanisa akaweze kubarikiwa. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa mtoto huyu blessed Tabitha Bosibori. Baba, imekuwa ni vyema wazazi wamekubali, wamemleta kwa madhabahu haya, na leo mbele ya kanisa letu la Nyamataro ninamuombea kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu umsaidie, umlinde, umkinge na magonjwa yote na nguvu zote za giza ambaye zitainuka zikashindwe. Baba wetu, pia kwa wazazi uwasaidie, walinde mtoto huyu, wamtetee kwa hali zote, ili tena wawe wakimleta kwa njia za Ukristo, na Mungu baadaye awe ni mtoto wa kutegemewa, sio kwa familia peke yake, hata kwa nchi na kanisa. Baba, uwasaidie watende hayo, na kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu ubariki mtoto huyu kwa maisha ambaye utampa. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, kila mtu aseme amen. Basi mtoto huyu mama director utapea wenyewe. Kuna kadi nitawapea ya kuombea mtoto huyo. Kwa hivyo mzee Bifon pamoja na mama, shika hii kwanza, shika hii kwanza. Kwa hivyo nawapa hii kadi kama ukumbusho ya kusema mtoto wenu tumemwombea kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Na tuseme amen. Amen.